mambo makubwa zaidi. Our topic today is comparison in the body of Christ. Bwana asifiwe sana. Comparison in the body of Christ. Sema comparison in the body of Christ. I want to use this example to describe the message of today. Because of time, I won't take much time. I will not shout. Our mama anajua kwamba mimi huwa si shout, but point kidogo kidogo na ushike uende nayo nyumbani. Bwana asifiwe sana. Yes, praise the Lord. Hallelujah. Kama mnataka nilipia hizo amen, niko na pesa za kulipia, nitalipa. Bwana asifiwe. So Bwana awajalie mnipe amen iliyo na nguvu. Hallelujah. Comparison in the body of Christ. Bwana asifiwe sana. Kama watu wa media wako awalali, waweke kitu hapa inaonyesha kwamba wako kazi. 1 Corinthians 12, please project that so that we can read together. The Bible says, now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. Bwana asifiwe sana. I don't want you to be. Hallelujah. Endelea. You know that you were Gentiles carried away to these dumb idols. Is that 1 Corinthians? Yes. Yeah. So we are going to talk about the unity in the body of Christ. The unity in the body of Christ. Like a human being. For example, when you use the example of a human being, we have so many body parts in a human being. But all the body parts of a human being, they function in different capacities, serving a purpose of a human being to be a human being. Bwana asifiwe sana. And that is to mean that if you have a hand na hauna macho na hauna mdomo, Bwana asifiwe sana, na hauna miguu, you cannot be complete. You cannot be complete. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why if we have our mouths to praise the Lord, there are people who doesn't have mouth, but they can have hands to clap. Amen. And they can have legs to jump. Praise the Lord. All those body parts praise the Lord, and they perform a certain function in the body of a human being. Praise the Lord. Likewise, in the church, in the body of Christ, we have so many talents. We have so many departments. We have so many places that people can serve. There are people who are serving in the evangelism ministries. There are people who are serving in the intercessory ministries. There are people who are serving in the ushering. There are people who are serving in the protocol team. We have pastors, we have bishops, we have apostles. They perform different talents in the body of Christ. Bwana asifiwe sana. Kuna watu ambao Mungu pia amewaweka kanisani, sio kwa kuimba, lakini wamewekwa pale kwa ajili ya kupanguza viti, kuhakikisha kwamba viti ambavyo watu wanakalia siku ya Jumapili ni safi. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wako na kazi tu ya kusafisha kanisa. Amen. They clean the church. They ensure that everything in the church is clean. Kuna watu wana serve in the hospitality. Wana ensure ya kwamba kwa ofisi ya mchungaji, it is very neat, it is well taken care of. All the waters are in place, everything is in place. Praise the Lord. That is also their department that they are called to do. There are people who are serving in the media. Bwana asifiwe sana. You can see yourself, you are sitting down there.
lakini our brother is standing there ameshika camera. Bwana asifiwe sana. Ana ensure ya kwamba the message today we are preaching is reaching many people all over the world. Amen. Because I'm sure that message that is projecting in the camera is being watched all over the world. Amen. Meaning mwenye ako America can watch. The person who is in UK can watch. The person in Kisumu can watch. Amen. So he is in the media department. Pigia yeye makofi mazuri. Also we have someone who is giving us the sound. Bwana asifiwe sana. They give us the sound and ensure that waimbaji hawajateseka wakati wanaimba. Hawajastrain wakati wanaimba. Praise the Lord. Hallelujah. And that is why you can see when the singers are singing, wanasikia feedback ziko vizuri, sauti iko sawa, hawainui microphone wanasema sauti. Wakitoka hapa, sauti inakuwa sawa. Praise the Lord. There is someone who is talented in making the sound so nice for the preacher and for the singers. Wapigie makofi mazuri. Now, today we are going to look at comparison in the body of Christ. The people who have mentioned, they serve in the body of Christ in different capacities. But there is a problem, problem, of comparing whatever you have been called to do with other persons' calling. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. What is the danger of comparing or comparison in the body of Christ? We are going to look at that. Dangers of comparing or comparison in the body of Christ. Number one. Are we together? Number one danger is there is insecurity in comparison. Insecurity. That is to say that hallelujah. Insecurity inamaanisha kwamba nimemention karibu 7 or 8 departments like in a church here today. Media, ushering, mwenye anaosha kanisa. Si ndio? Watu wengi wanaona mwenye anaosha kanisa kama mtu hafai, kama mtu ambaye anadharauliwa. Some people also huwa wanadharau ushers. Bwana asifiwe sana. Wale wanapanguza kanisa, wanapanguza viti, hata security pale kwa gate, watu wanawadharau sana. Bwana asifiwe sana. Now, when you compare yourself with someone who is doing something like standing here, anaimba vizuri, na wewe uko pale unasafisha tu viti, utaona kwamba mimi naosha tu viti, na yule anafanya nini? Anaimba pale, anaonekana na pastor, yeye ndiye anakuwa favored. Bwana asifiwe sana. So yule ambaye anaosha viti ama anapanguza kanisa anaona kwamba ako insecure kwa sababu anaona kwamba yule ambaye anashika microphone ama yule anafanya katika ofisi ya pastor anakuwa favored zaidi. So anakuwa insecure. Ambia jirani yako usiwe insecure. Today I want to tell you and I want to urge you that whatever you have been called to do, be it ushering, be it evangelism, be it serving in different or any capacity in the department in a church, the Lord has called you there and has put you there with a purpose. Pigia Yesu makofi mazuri. Bwana asifiwe sana. Salimia jirani yako, mwambie jirani yangu, mahali Mungu amekuita, shikilia hapo, kwa sababu your destiny is there. The Lord has called you to serve in the ushering department. Serve. Amen. Ambia jirani yako serve. Bwana asifiwe sana. So number one ni kuwa insecure. Wale ambao wanafanya katika departments ambazo zinaonekana ziko chini wanakuwa insecure. Wanaona ya kwamba wao wanaonewa, wanadharauliwa. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Na sio hivyo,
Unaona watu wengine, kuna watu ambao wanasafisha choo pale kanisani, lakini there are people who are having a lot of big jobs. Bwana asifiwe sana. So ambia jirani yako usidharau mtu. Amen. Usidharau mtu. Bwana asifiwe. Number 2, the dangers of comparison in the body of Christ. Inaleta pride. Inaleta pride. It leads to pride. Wale ambao wanafanya kwa ofisi ya pastor, wale ambao wanafanya kazi kubwa, PA, unakuwa PA, wewe sasa ndio PA wa bishop. Unaona kwamba wewe sasa hakuna mtu anazafika kwa mchungaji, lazima apitie wewe ama akwambie ufanye hivi na hivi. Bwana asifiwe sana. So unakuwa na pride. Bwana asifiwe sana. So it leads to pride. Comparing, it leads to pride. Unaona ya kwamba yule ambaye hayuko katika level ambao uko, hafai kufikia mchungaji, ama akifika lazima apitie ama tumie njia fulani ambaye ni wewe pia ndio lazima uwape access. Bwana asifiwe sana. Which is not good in the body of Christ. Bwana asifiwe sana. Tell your neighbor, wacha pride. Mungu akikujalia, kama unaweza shika hii microphone, uimbe vizuri, ucheze keyboard vizuri, ucheze drum vizuri, mpaka watu wewe sasa ndio watu wanakuangalia. Usiwe na pride. Usiwe na pride. Bwana asifiwe sana. Usikompare wale ambao maybe hawajui. Usiseme ya kwamba ile timu nyingine hawajui kucheza kama mimi, ile timu nyingine hawajui kuimba kama mimi, ile timu nyingine hawajui kufanya vizuri ninavyofanya. Amen. So comparison brings pride in the church. And you know what pride does? Amen. Pride inafanya nini? Inaangusha watu, si ndio? So ukishajiona kwamba wewe ni mkubwa kabisa, ukajiona kwamba wewe sasa ndio kwa lugha nyingine ya mtaa inasema wewe ndio bazoo. Praise the Lord. Unajiona kwamba wewe sasa ndio mambo yote. Hiyo ni pride. Na pride ikishaingia ndani yako, kuisha wewe, unaisha. Bwana asifiwe sana. So stop comparing your talent, your gift with others in the church. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Amen. Yeah. Number 3, dangers of comparing or of comparison. It makes us lose focus. Tell your neighbor, it makes us lose focus. Number 1, the reason why you are going to lose focus is this. You are serving in the department of nimetumia sana ushering. Nitumie gani tena? Niende kwa media. Bwana asifiwe sana. You lose focus. Unasema ya kwamba evangelism ministry inaenda vizuri. Wale watu wanafanya vizuri. Wale watu waimbaji wanaimba vizuri sana. Bwana asifiwe sana. The hospitality team wanafanya vizuri sana. Unasema kwamba wale wanafanya vizuri sana kukuliko. So you will start thinking of how others are performing, and wewe sasa umeacha what you are supposed to do. Are you not losing focus? Sema nina lose. Si ndio? Bwana asifiwe sana. Ukianza kuangalia vile media team wanafanya kazi yao, ukianza kuangalia vile worship team wanafanya kazi yao, ukianza kukosoa wale watu ambao wana serve pastors vile wanafanya kazi yao, unasema kwamba wanafaa kufanya hivi. Wewe sasa ndio unajua vile wanafaa kufanya kazi yao. Ambia jirani yako, fanya kazi yako. Tell your neighbor, shika mkono wa jirani yako, mwambie jirani, do your work ile Mungu amekuita. Amen. Kwa sababu ukiangalia vile protocol wanafanya kazi yao, vile keyboardist wanacheza ama band, wewe ndio sasa unajua vile band wanafaa kucheza reggae, hiyo song wako ufaa kucheza hivyo, walikuwa wacheze 7, ilifaa iwe 7. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Na wewe uko kwa media ama wewe uko kwa ushering, you are losing focus. Tell your neighbor, you are losing. Bwana asifiwe sana. Inua mikono hivi, sema Bwana Yesu, nisaidie niendelee kukutumikia
mahali umeniita, in Jesus name. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Are you getting something? Bwana sifiwe sana. Because all these departments are needed for the work of God to move forward. Bwana Yesu asifiwe sana. Worship team cannot work without the engineer ya sound. Of course, they can sing kwa sababu wako na midomo, si ndio? Lakini kuna mahali inafika sasa tuwapeleke kwa stadium. Sasa muimbe basi bila sound. Can you do it? Because you need sound system. You need mtu ambaye ana tune sound vizuri. Bwana sifiwe sana. For this service to be watched in Kisumu or USA or in UK or anywhere in the world, we need media team. Bwana Yesu asifiwe sana. When I was coming here, I was sent this poster. Praise the Lord. Watu wanajua niko hapa. Kwa sababu gani? Ya hii poster. Kwa sababu nilipost on my social media. Mwenye ametengeneza anaitwa nani? Yeah? Si ni watu wa media? Siwapigie makofi mazuri. Sasa wewe unatokaje huko chini, unaanza kukosoa hii, unasema hapo afaa kuweka white, hiyo color ya background inakaa vibaya, hiyo color ya siji pastor wangeweka hiyo red, wameweka hiyo host, wangeweka vizuri. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. And that is why we need each other in the body of Christ. Tell your neighbor, I need you for the gospel to move forward. Bwana asifiwe sana. Usijione ya kwamba wewe uko chini sana katika department za kanisa. Praise the Lord. Ati department yako watu wanadharau. Bwana asifiwe. Amen. Sana sana watu wanadharau sana department ya Asha. Watu wengine wakiingia pale kwa mlango, Asha anakuambia ukae hapa, wewe unataka kukae huko. Wewe unataka tu kuenda huko, unaenda hii side. Hao maashas wengine wako na degrees, wengine wako na kazi kubwa sana. Amen. So usiwadharau. Tell your neighbor, we need each other. Amen. Tunahitaji kila mmoja katika huduma, katika mwili wa Kristo. Amen. Because all the departments in the body of Christ, they function like the body parts of a human being. Praise the Lord. So pigia Yesu makofi mazuri. Are we getting that? Are you getting that? Hallelujah. Amen. Yes. The next one. Comparison brings division. Comparison brings division. Bwana asifiwe sana. And once a division has happened in a church, there is no church. Bwana Yesu asifiwe sana. Department ya media hawasikizani na department ya sound. Anaambia mtu wa sound, please reduce hiyo sauti, ndio sauti toke vizuri kwa live stream. Na mtu wa sound anamwambia nini? Mimi nikisha set nimeset. Wewe enda hivyo. Sirudi nyuma, mimi nimeshafanya. Praise the Lord. Amen. Mwenye ana lead worship team anasema, please mtu wa sound tuongeze sauti kidogo. Anasema wewe imba. Kama utaki kuimba, enda ukae na hata imba. Sasa unajua hapo hakutakuwa na service kwa sababu there is division in the body of Christ. Praise the Lord. Hawa watu wa band wengine wanakuanga notorious sana kuweka sauti juu. Mtu wa first keys anaweka juu sana. Mpaka sasa hata waimbaji hawasikiki. Praise the Lord. Na anaambiwa please punguza hiyo kidogo. Punguza kidogo. Bwana asifiwe sana. Watu wa media mimi nawapenda sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Mpaka mtu wa drama azisikii. Amen. Mumemfunika. Mtu wa bass ndio hiyo ameweka full blast. Praise the Lord. Hata hawa wasiposikizana katika the band, wasiposikizana kwa mikono,
hakutakuwa na flow ya worship, si ndio? Praise the Lord. And that is division. Division ikishakuwa hapa, inakuja hapa, alafu inakuja kwa service. Hakuna service hapo. Bwana asifiwe sana. Dangers of comparison. Praise the Lord. Don't compare your gift with others. We need each other for the work of God to move forward. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Hallelujah. Are you getting something? Because I said I don't want to shout. Amen. Mara nisema, hey. No. Pata tu whatever you are getting. Si ndio? Because leo tumesema ya kwamba comparison in the body of Christ kuna dangers. Na danger ya kwanza tumesema ni pride. Tumesema inaleta pride. Ya kwanza ni insecurity. Mwenye anakuchini anasema ya kwamba mimi department yangu inaonewa. Amen. Anasema mimi ni mtu mdogo, watu hawanijui kanisani, watu hawanijui kwa sababu honestly sasa nikiuliza mwenye alipanguza church jana ni nani? Unajua sitajua bila kuambiwa, si ndio? Na amekaa tu hapa pengine. Lakini mimi nimekuja hapa nikapata waimbaji wanaimba. Ninajua my sister alikuwa na lead, si ndio? Ninajua my brother alilida a song. My sister alilida a song, my brother alilida a song. Ninajua ni hawa ni waimbaji. Bwana asifiwe sana. Sasa yule ambaye alipanguza church na amekaa tu hapa atakuwa recognized. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna kazi amefanya ambaye ni kama you don't recognize it, lakini ni kitu ya maana sana. Kwa sababu ukikuja na nguo ya white ukalie uvumbi, Bwana asifiwe sana, utajiuliza ya kwamba nani alikuwa katika department ya kufanya nini? Ya kupanguza viti. So yule ambaye hakuange recognized, lakini kuna kazi anafanya ya muhimu sana, ana feel insecure. Bwana asifiwe sana. Number 3 tumesema inaleta pride. Ni pride. Kujiona ya kwamba sasa wewe sasa ndio unaweza. Wewe sasa ndio pastor anakupenda. Kwanza wale watu wanafanya vizuri, pastor anawapenda, unajiona kwamba sasa wewe ndio mtu mzuri zaidi kuliko departments zingine. Sasa wewe umeshaingiliwa na pride. Amen. Na utaendelea. Pride inafanyika? Unaanguka chini, pangala. Sema pangala. Sema kwa sauti, pangala. Pigia Yesu makofi mazuri. Then the next one, what have you said? Tumesema? You lose focus. Utakuwa una focus kwa department zingine, mpaka unaanza kukosea vile pastor na preach. Na wewe ni? Praise the Lord. Mbona pastor wetu wa preach kama pastor wa church fulani? Pastor wa church fulani anasema hivi, ana preach na nguvu, ana preach na power. Mbona pastor wetu ana preach akiwa mnyonge? Don't stop comparing. Tell your neighbor, stop comparing. It is dangerous. Tell your neighbor, it's dangerous. Bwana asifiwe sana. Naomba umpate hii ujumbe sana. Hii ujumbe mkipata itasaidia sana katika mwili wa Kristo, na kazi ya Bwana itaendelea vizuri, si ndio? Amen. You compare mpaka vile pastor anafaa kupreach, unakosoa pastor wako. Sema shindwe. Bwana asifiwe sana. So those are the dangers of comparison in the body of Christ. I have so many, but now let's look at tuangalie sasa the importance of unity in the body of Christ. What is the importance? If the department here, instruments, wawe united na worship, department ya media, evangelism, ushering, protocol, na gani tena? Hospitality, name them. Hizo departments za church ni gani tena ingine? Nimesema sound, nimesema media, nimesema worship, nimesema evangelism, ushering, teaching,
Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Can we read yes. So number one, the benefit is unity. Unity is one of our evangelistic tool. It is an evangelistic tool. So unaelewa hiyo? Evangelistic tool. Evangelism cannot happen when the teams that are serving outside in the evangelism are not united. Sindio? Bwana asifiwe sana. The teams must be united for the message of hope to reach people. Amen. The sound guys, the worship team, the media team, and those who are in charge of evangelism must be united. Amen. So it is an evangelistic tool. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Glory to God. Number two. Are you there? Tumesema it is a I wanted to look at a verse here. Let me check this verse. Glory to God. Glory to God. Yes, Lord, we thank you. Yeah. Why is it important for Christians or departments of the body of Christ to be united? Amen. Yeah. So let's read from the book of Psalms 133. It is good for brethren to dwell together. It is a command from God because it's God's advice. Amen. It's God's wish for us to what does it say? Psalms 133 verse 1. Can you give us that? Okay. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So it is good to unite, to be together. Tell your neighbor it is good. Tell your neighbor it is good. Amen. Number two, the scripture is clear of the goodness of unity. The scripture is clear on the goodness of unity. Inamaanisha kwamba Biblia imetueleza vizuri maana ya kuwa na umoja katika mwili wa Kristo. Amen. And that is found in 2 Corinthians 13 verse 1. 13:11. 2 Corinthians 13:11. 2 Corinthians 13:11. Now, concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. Endelea. 2 Corinthians, please. Sorry. 2 Corinthians. 2 Corinthians. Salimia jirani yako mwambie kuwa na umoja. Amen. Hata washirika lazima muwe na umoja. Amen. Msiwe na mambo ya kusengenya hapo ambayo inaleta machanganyiko na division. Tell your neighbor usiwe msengenya. Pigia Yesu makofi mazuri. The Bible says in the book of 2 Corinthians,
Finally, brothers, rejoice, aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Be in peace. Finally, brethren, farewell, become complete, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Bwana asifiwe sana. Inamaanisha kwamba tusipokuwa in peace hatutakuwa na Mungu. Si ndio? Kila mtu atakuwa anafanya kazi yake. May the Lord help us to dwell in the gifts we have been given. Inua mikono yako. Sema, Bwana Yesu, I pray today that the gift you have given me, help me, Lord. Help me, Father, to do whatever you have called me. In the name of Jesus Christ. I want you to rise on your feet as you make that prayer in the name of Jesus Christ. Sema, Bwana Yesu, nisaidie kwa sababu umeniita katika department ya uimbaji. Umeniita Bwana katika department ya ushering. Fungua tu kinywa chako, mwambie Bwana, ninahitaji uwepo wako. Ninahitaji mwongozo wako. Ninahitaji usaidizi wako. Ninahitaji Bwana unisaidie, nisi lose focus, nisiwe na pride, nisiwe na insecurity, nisiangalie wale wengine wanavyofanya kazi yao. Bwana nisaidie. Fungua tu kinywa chako, mwambie Bwana nisaidie, nisikosoe hata vile pasa na hudumu, hata vile waimbaji wanahudumu, hata vile watu wa media wanafanya kazi yao. Nisaidie kwa kazi yangu ambao umeniita nifanye, katika jina la Yesu Kristo. Bwana ninakuomba ukaweze kunisaidia, ukaweze kunipea kibali, kwa sababu uliniita nifanye hiyo kazi. Uliniita katika department ya ushering, department ya hospitality, department ya kuinua watu, hata kufungulia watu milango. Nisaidie Bwana. Fungua tu kinywa chako. Fungua tu kinywa chako. Bwana amekuweka hapo na kusudi. Amekuweka hapo na kusudi. Kuna sababu Mungu amekuweka hapo. Kuna sababu ambayo Mungu amekuweka hapo. Endelea na hiyo kazi. Na mtu asikuambie ya kwamba wewe ni mtu wa chini. Wewe sio mtu wa chini. Wewe ni mtu wa maana mbele za Bwana. Kila mmoja ako sawa mbele za Mungu. Kila department iko sawa, kwa sababu hiyo kazi Mungu amekupa, hiyo kazi Mungu amekuita ufanye, ni kazi ya maana mbele za Bwana. Usijiangalie, usijihurumie, usiseme ya kwamba watu wanakudharau. Hata wewe usijidharau. In the name of Jesus Christ. Inua tu mikono yako. Inua tu mikono yako, sema, Bwana Yesu, nitafanya kazi ulioniita nifanye. Nitakutumikia Jehova jinsi ulivyoniita. Sitaangalia wengine. Sitaangalia nje. Sitaangalia watu wengine. Sitaangalia departments zingine. Nitafocus na kazi ambao umenipa katika ushering, katika protocol, katika uimbaji, Jehova, katika media, katika sound, katika instruments. Nitakutumikia na roho yangu yote. Endelea kuomba, mwambie Bwana nisaidie. Bwana nisaidie katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. We come against every spirit of pride. We come against every spirit of pride. Katika jina la Yesu Kristo. We give you glory, Lord. We thank you, King of Kings. We thank you for your gifts ambao umetupa Bwana, katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Maombi yangu yafike kwako. Oh, oh.
kiu yangu, haja yangu, oh, nifanane maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau. Kiu yangu, haja yangu, nifanane nifanye kama wewe, nifinyange, nifanye kama wewe, nifinyange, wakinitazama wakuone wewe, nifinyange, wakinitazama wakuone wewe,